lakini nitatengeneza video mahususi kwa ajili ya kuelezea chart moja moja. Okay. Chini tuna Bitcoin supply and profit loss. Unaona hii chart inakuonyesha kwamba Bitcoin zilizo kwenye profit ni 53%, zilizo kwenye loss. Kwa hiyo hii chart hapa inaonyesha Bitcoin percentage of supply in profit and loss. Tunaona kwamba kwa urahisi zaidi, kwa sababu hii platform kwa ajili ya kukusaidia, unaona kabisa ukiona hii chart ya njano juu na hii chart ya nyekundu chini zikigusana, maana Bitcoin inakaribia bottom au inaanza kuform bottom. Kwa tuliona hapa 2022 ilikuwa ni bear market. Market ili bottom kabisa around hizi level hapa karibia 2023, lakini 2022 mwishoni. Kwa hiyo 2022 mwishoni, fast forward ni miaka 4, 2026 zimekuja tena kukutana hapa. Kwa data zidanganyi. Kwa hiyo hapa tayari BTC imeshaanza kucross pamoja na yellow pamoja na red, kwa maana ya kwamba red ni supply in loss, alafu njano ni supply in profit. Kwa hiyo tunaona kabisa hizi lines zinakutana pale ambapo Bitcoin ambazo ziko kwenye loss zinakaribia kuwa equal na ambazo ziko kwenye profit. Hapo ndio hizo lines zinakutana, kwa sababu kuna mathematical behind ambayo inachakata hizi data ili kuweza kupata hizi chart. Kwa hiyo hapa tunaona kabisa Bitcoin ina form the bottom, lakini ukiwa una hiyo premium unaweza kuona hizi data daily namna zinavyokuwa formed. Kwa DCA zone history itaonekana hapa. Umeona period ambazo zilikuwa ni nzuri kwa DCA na zinakuwa zinaonekana. 2022 yote hii hapa ilikuwa ni DCA zone. Umeona? Kwa hiyo tunaona 2026 DCA zone 2022 hiyo. Na kwa sababu sasa hivi ni bear market na 2022 ni bear market, ndio maana hizi percentage ni ndogo. Lakini tukija kwenye kama ingekuwa ni 2022 mpaka 2024 au 25, ungeona hizi percentage ni kubwa. Kwa hiyo kama ulinunua BTC kwa bottom 2022 15k, ungekuwa up to 7x mpaka kwenye top ya 2025. Kwa hizo utaziona mwenyewe. Kama unaona data ni ngumu pia kuzitafsiri, unaweza kumpa ChatGPT akakutafsiria. Social risk nimeshawaelezea, ndio kama hivyo ilivyo. Inaonyesha watu gani, watu wengi kiasi gani ambao wanafuatilia soko la crypto. Sasa hivi inaonekana ni safe kwa sababu kila mtu hayupo kwenye soko. Everyone anazungumzia mpira, sio nini. Nobody talks about cryptocurrency. Kwa hiyo safe time to involve kabla majority hawajaanza kuingia kwenye soko. Kuna kipindi hii gauge inaenda paka huko kwenye orange au red, which is very dangerous. Okay, mimi tena kwenye chart ambazo ni za msingi. Kuna hii chart hapa. Hii inaonyesha recommended today kwamba ROI overlay yearly inaonekana hapo. Annually returns utaiona hapo kwamba mwaka gani ambao BTC inakwenda kufanya vizuri. 2013 ilifanya vizuri, ilipanda 5,000 na kitu. Fast forward bull market iliyofuata ilipanda 1,216. Fast forward 2021 ilipanda hizo hapo 2021 63, lakini ilipanda sana 2020 299 yearly. 2024 hiyo hapo. Kwa inapima kwa mwaka to mwaka, from mwaka unaanza mpaka kufikia mwishoni mwa mwaka itakuwa imepanda kiasi gani. Lakini altcoin season index hii inaonyesha. Okay, tunaingia kwenye menu ambayo itakuwa menu pendwa. Na hii pia ni one of the best module ambayo pia mimi naipenda na pia naitumia. Inaitwa alt versus BTC bottom. Tunajifunza kitu kimoja hapa kwamba kila coin itaform bottom kwa kipindi chake. Kama Solana itaform bottom mwezi wa pili, inawezekana Sui ikaform bottom mwezi wa 6. Inawezekana ADA ikaform bottom mwezi wa 12. Kwa zote hizo bottom inabidi wewe ujue zina happen kwa muda gani ili uweze kuinvest coin ikiwa iko very low. Sawa, ili uweze kucapture ile return na iwe pia ni safe wewe
kuwekeza. Na maanisha nini? Radar takeaway inasema 79% of the universe is above its alt BTC moving average, sawa 50 days moving average, and relative strength is broadening. Kwa hiyo tunaona kama altcoin nyingi zinaanza kupata nguvu. 33 is confirmed recovery and 6 in early recovery with only 1 in clear BTC pair weakness. Rotation is expanding beyond the first leader, but monitor invalidation risk as late stage rotation can become noisy. Kwa hiyo tunaona hapa ikiwa nyekundu still bleeding, hizi nyekundu, bottoming attempt ikiwa njano, early recovery manake imebottom, kwa hiyo imebounce, inajaribu kutaka kurecover lakini paka irudi juu kwenye 50 day moving average. Kwa hiyo tunaona confirmed recovery ni hizi kijani, relative strength leader ni hizi zenye green. Kwa hiyo zote zenye green zinaonyesha kwamba zina nguvu au zinaanza kupata nguvu. Kwa hiyo unaona hapa best setup today research candidate inasema ni hui hapa FLR/BTC highest confirmed recovery. Hii ni coin ambayo inaonyesha pia kupata strength over BTC confirmed recovery maana. Okay, kwa hizi kadi mbili zinaonyesha kwamba huku ni coin ambazo tayari zisha confirm na zingine zinaonyesha early recovery. Zikariri hizi kuna Flare, kuna Ina na kuna World coin, lakini kuna weakest. Hizi ndio weakest coin. Kwa hiyo mtu ukianza kukimbilia kununua ADA sasa hivi, tegemea kuona kwamba utaanza kupoteza hela mapema kabla kuna faida. Ukinunua Sui sasa hivi imefail kurecover, Pepe imefail kurecover, Arbitrum ina still bleeding, bado inaendelea kushuka sana, Avax bado ina bleed. Hizi zimefail zimebounce lakini bado zimefail panda juu kwenye 50 day moving average. Kwa hiyo ukitaka kujua una click tu hapa kwenye Sui, ukiklik hapa unaona ziko chini ya hii line ya njano. Line ya njano ndio ya recovery. Sawa ni ya hii ya njano. Kwa coin price yake kiangalia hapa versus BTC ni hii ya blue. Iko chini ya hii line ya njano ambayo ni inasema ni moving average. Umeona? Hiyo ndio price ikipanda juu ya hii line maana tunaonyesha imesha confirm recovery, unaweza kununua safely. Kwa mfumo wenyewe utakuambia, lakini hii data unaweza kuichukua ukampa AI akakusaidia kuichakata. Chini sasa unaona kuona hizo coin hapa, tab inaonyesha all, bottom attempt kama hapo unavyoona, early recovery unaona hapo, confirmed recovery, still bleeding, ndio zile tulizoziona hapo, coin ambazo bado zinaendelea ku bleed against Bitcoin, ambao zimefeli zinaonekana hapo, zimejaribu ku attempt ku perform lakini zimezingua ku recover ile 50 moving average tunaiona hapo. Score ni 38, ndogo sana, 31, 35. Kwa hiyo hii right away unapata information kwamba nifanye nini kwenye soko. Kwa hiyo hii ni very important kwa sababu itakusaidia kujua kwamba hii coin imeshamaliza ku bleed against Bitcoin. Ndio muda ambao unaweza ukasema ununue na kupata ile potential gain ambayo tunazungumziaga 20x, 30x, 10x unaweza ukazipata kwa kuangalia hii alt BTC bottom. Lakini watu wengi wanapenda kutrain zile coin ambazo zinaenda paka 100x. Opportunity Radar hii ni menu ambayo au ni module ambayo mahususi kwa ajili ya hicho kitu. Hapa ina load kidogo, inachakata data nyingi lakini naendelea kuioptimize. Kwa hiyo inasema scanning sources. Kwa hiyo hapa inachofanya ina scan alafu itatupa nini cha kufanya. Tunaona hapa kwa leo tunaona juu utaona candidates ziko 140, trending 140, high attention ni 9, clean ziko 99, low hiyo hapa inaonekana ni low hiyo ambayo ina warning ambayo iko chini ni 28. Top network ni Solana. Kwa Solana inaonekana ndio ina trend, coin zake nyingi za Solana zina pump. Kwa
Kwa hiyo kama ni mtu ambaye unataka kutrade hizo shitcoin au ni coin ambazo ziko kwenye DEX, decentralized exchange, hazijaingia kwenye exchange yoyote, kuna hii Joshua, kuna hizi ni Zero, Binance Smart Chain, kuna Farm, kuna SAP, kuna hii Joshua tena hapa, kuna Kings. Hizi sasa ni zile coin ambazo ni ndogo ndogo, lakini kuna hii Vicho inaonekana hapa ni Base Ecosystem. Aero hii ni DEX. Kwa hizi unaweza ukakliki, kwa mfano kama hii Aero unaweza ukakliki view detail, utaona detail zake hapo. Sawa risk score unaona iko chini, iko vizuri. Sawa opportunity hiyo hapo. Sawa, lakini hii score inaonyesha kwamba ni iko chini, ndio maana nasema ni danger, noise, uncertainty. Bado ina score ambayo iko chini. Tuangalie ambayo ina score kubwa hapa haraka. Tuangalie trending, narrative leader, trending coins. Hii 44 sio mbaya sana. Tuje hapa tuangalie premium, clean, high risk. Nafikiri hii ndio sawa. Opportunity, liquidity. Sasa unaangalia kwamba trending rank, unaweza ukaisort kwa trending rank, liquidity au 24 hours. Okay, hii ndio namna ambavyo unaweza ukaona early opportunities na namna ambavyo unaweza ukacapitalize kulingana na market inachokupa, kulingana na ecosystem mbalimbali. Opportunity, ukirudi kwenye opportunity hapa utaziona sasa zile coin ambazo ni mpya. Sawa, utaziona hizi hapa ziko nyingi sana. Kwa mtu ambaye unataka kutake risk, unaweza kaamua kuingia kwenye hii site. Lighter inaonekana hii hapa, Quick Lighter ni one of the coin ambayo unaifuatilia. Lakini hapa kuna contract yake, ukiklik hapa view source inaenda kwenye moja kwa moja CoinGecko, inakwambia hii coin iko kwa namna hiyo hapo. Lakini pia ukiangalia chart yake unaona kwamba imeshuka, so inaanza kutaka kufanya recovery. It's a great opportunity. Kwa hiyo this is how ambavyo unaweza ukatumia hii tools. Kwa hii tools ina vitu vingi, unaweza ukaadi watch list coin zako ambazo unataka kuzifuatilia zikawa zinaonekana hapa. Exit strategy ni kwamba kipindi cha bull market specific unataka kuondoka sokoni, lakini hujui, hii itakwambia kwamba ni muda wa kuondoka au ni muda wa kuhold au ni muda wa kuondoka taratibu, uanze kudca out taratibu. Kwa hiyo hapa inakuonyesha sasa hivi bado ni muda wa accumulation, high confidence. Kwa hiyo ni muda ambao mtu unaweza ukahold au uka increase position. Kwa hii ndio PasaTrade platform. Hii ndio namna ambavyo inakusaidia wewe kufanya research kuliko kufungua tabs kibao, mara uende kwenye Gecko, uende kwenye market cap, uende Gecko terminal, sio uende wapi, ili mradi tu ufanye research, uende kwenye sio crypto pumps, sio uende wapi, yaani uende sehemu kibao, lakini bado pia utapata uchafu mwingi huko. Lakini hii inakusaidia kupunguza hizo noise na kukupa clear view ya soko. Kwa unasoma soko kama unasoma kitabu. Uzuri wa hii ni kwamba AI itakusaidia kutafsiri baadhi ya vitu kama unaona wewe vinakupigia chenga. Na premium version ni hela kidogo sana kwa mwezi. I think 22,000 kwa mwezi. Lakini nafikiri tunaweza tukapunguza zaidi later on, lakini kwa sasa hivi kulingana na data ambazo tunazichukua tunalipia pia. Kwa sababu data ambazo nimezipata free ili niweze kuziprocess ni data nalipia. Kwa hiyo kulipia shilingi 22,000 kwa mwezi is not a lot of money. Lakini mfumo pia una ruhusu light and dark mode, lakini ripoti mbalimbali unaweza ukazichukua hapa. For instance kama hii hapa, ikliki unaweza ukaiexport hiyo hapo, inakuwa PDF, unaweza ukaisave. Kisave tayari hiyo, maana yake ukija bei ndio kama hizi hapa. Unaweza ukadownload PDF, ukapitia kwa utaratibu, ukajifunza. 22,000 kwa mwezi, lakini ukitaka kupata feature zote ni 29,000
kwa mwezi mzima, unapata hivyo vyote na vingine vingi ambavyo nimekuonyesha. Kini inajibu hayo maswali, kini question and answers. So unaweza ka start free, ukaregister. Ukisha register tayari unaweza kutumia platform unavyoweza, lakini mfumo pia unaruhusu Kiswahili. Ukirudi unaweza ukapitia kwa Kiswahili kwa hapa nje, ila kwa ndani pia tunajitahidi kutafsiri vinavyowezekana kutafsiri, lakini vingine inabidi vibakie kwa Kiingereza. So yeah, hivyo. So invest carefully. See you next time. Bye bye.